Karibu tena kwenye Official Zigo Savende Construction YouTube channel. Kipindi kilichopita nilielezea kitu ambacho kinaitwa level line, nikaelezea pamoja na umuhimu wake. Nikasema hii level line tunaitumia kwenye masuala mazima ya kutafuta level za ujenzi. Yaani tunaitumia kama reference height. Yaani yenyewe inakuwa ndo tunapenda kuchukulia reference ya vipimo vyetu. Tukasema kama tunaitumia kwenye masuala mazima ya kuseti floor ya zege, kwenye kuweka tiles, kwenye kukata kopo mazima kuseti height ya dirisha, kwenye kuweka switch box, lakini vile vile tunaitumia katika masuala mazima ya kwenye kutafuta level ya nini? Height ya blundering. Sasa leo nitaelezea jinsi gani ya kwenda kuitafuta hiyo nini? Kwenda kuitafuta level line. Level line tunayozungumzia ni hii line hapa ambayo inaonekana hapa. Hii line inaonekana hapa, hii ndio tunaita level line. Kwa hiyo leo nitaelezea jinsi gani hapo tunaweza tukaipata hii level line. Sasa hii level line hapa ilivyo tulisema kwamba huwa haichorwi tu. Tumekalkulate kutumia kifaa maalum ambacho tunakiita damping level au damping machine. Damping level au damping machine tunayozungumzia ni kifaa hiki hapa. Hiki kifaa kinachoonekana hapa ndio kinaitwa damping level au tunakiita nini? Auto level. Hiki kifaa inatusaidia kusoma namba kwenye staff. Hakikalculate. Tutakalculate sisi kutokana na zile namba ambazo tutafanyaje tutakuwa tumezipata. Kwa hiyo hapa kuna formula maalum ambayo itatusaidia kwenda kuipata ile line pale. Kama jinsi inavyoonekana. Kwa hiyo mimi nitaelekeza hatua kwa hatua jinsi gani ya kuweza kufanyaje, ya kuweza kufanya. Lakini kwa wale ambao hawakuweza kutembelea kwenye channel yangu, kipindi kilichopita nilielekeza jinsi gani ya kuweza kuset kifaa, kwenda kusoma reduce level, kutafuta masuala ya backside na foresight kwa kutumia chapa kifaa. Kwa hiyo kama hukubahatika kupita, jaribu kupitia kule tuweze kwenda sambamba. Leo nitaelekeza jinsi ya kupata ile pale level line hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza lazima utakuwa na kitu ambacho tunakiita benchmark. Hii benchmark inakuwa ni level kutoka usawa bahari ambayo inakuwa tayari inakuwa established. Mimi nimekuja na benchmark yangu kama demonstration yangu ikiwa hii hapa, ndio na staff kule. Hii ndio itakuwa benchmark kama jinsi ambavyo inavyoonekana. Kwa hiyo mimi hii ndio nitatumia kama reference point ya height yangu. Huu ndio utakuwa mwinduko kutoka usawa bahari ambao tunaita nini? Tunaita benchmark. Kwa hiyo nitatumia hii kama vile reference. Kuipata line tumesema kuna calculation maalum ambazo waga tunazifanya. Yaani kuna formula ambayo tunaingiza baada ya kuwa tumesoma detail pale kwenye staff. Hiyo formula inasema kwamba tunachokitafuta pale waga tunatafuta leading ya staff. Sasa kuipata hiyo leading ya staff waga tunasema ni sawa uchukue na height of instrument ukatoe na reduced level ambayo wewe utakuwa umeamua kwenda kuset line yako. Kwa hiyo utakuwa umeamua. Lakini vile vile waga unatoa kwenye michoro. Kama hujatoa kwenye michoro utachukua maelekezo kulingana na design ya ile jengo lako jinsi ambavyo lilivyo, then utasema hiyo level itakuwa imekaa sawa gani. Ila kwenda kuipata tunasema utaipata kwa formula ambayo nasema kama utachukua leading ya staff ni sawa sawa na uchukue height of instrument, uchukue na hiyo level ambayo umeamua iende ikakae. Kwa hiyo utakachokifanya ni kitu kimoja. Height of instrument kwenda kuipata lazima uchukue backside, yani kwenye ile benchmark yako ujumlishe na staff leading, staff ya hapo. Kwa hiyo tutachukua leading za pale. Baadaye kama tumechukua leading za pale itatusaidia kutupa height of instrument. Baadaye kama tumepata height of instrument tutakuja tutatoa kwa level ambayo sisi tunaitaka huku, then tutatafuta ile point pale. Kwa hiyo utakachokifanya ni kama hivi. Nitaisoma hii pale kwenye kifaa changu. Then nitarekodi kama jinsi inavyoonekana. Chakula nitarekodi kwanza hapo na benchmark ya ngapi? Na benchmark ya 100. Hii nitaweka pembeni 100 mita. Baada hapo nitasoma staff leading ili ende kanipatie height of instrument. Kwa hiyo nitasoma hapa kwa adjust jinsi inavyoonekana pale nipate staff yangu. Geuza kidogo hivi. Hapo. Then nitasoma. It say staff leading pale ambapo kwenye backside nimepata ni 1.250 mita. Hiyo ni sawa na nini? Hiyo ni sawa na backside. Sasa hii backside tumeisoma ili iende kutusaidia kupata height of instrument. Kumpata height of instrument tutatumia backside ambayo tumesoma kwenye staff, lakini tutajumlisha na reduce rate yetu hapa ambayo ni nini? Ya benchmark. Lead ambayo nimepata kwenye staff hapa nimesema ni 1.250 mita, lakini benchmark yangu inasoma 100. Kwa hiyo nikichukua hii 100 nikajumlisha na 1.250 nitapata 101.250 mita. Hii sasa na height of instrument. Sawa? Hii imetusaidia kupata height of instrument hii huku point. Kinachofuatia hapa sasa ni kwenda kucalculate. Tumesema kwanza kupata ile leading ambayo natakiwa nikaipate pale. Nitachukua hiyo height of instrument ambayo nimeshakwisha kuipata hapa, ni 101.125 mita. Then nitaenda kutoa na height ambayo mimi nataka kwenda kukadiria hapa. Tumesema hii utaangalia kwenye drawing. Kama umepewa kwenye michoro utaangalia kulingana na michoro yako. Ila kama hujapewa kwenye michoro utaangalia aina design yako, vile vile mtakuwa mnashauriana na engineer wako aliyepo karibu muweze kujua tunatumia level ya ngapi. Sisi hapa tumetumia level ya ngapi? Level ya 100. Kwa hiyo nitakachoenda kukifanya hapa, kuipata hiyo staff leading hapa, taandika staff leading itakuwa ni sawa sawa na nichukue height of instrument nimesema ni 101.250. Then nitaenda nitatoa. Tena nitatoa na hii level ya hapa ambayo tumesema kwa mfano kama sisi hapa tuliamua hii level iwe ngapi? Iwe 100. Kwa hiyo nitatoa kwa ngapi? Nitatoa kwa 100. Kwa hiyo nikichukua hii 101.250 nikatoa kwa 100, nitabakia na 1.250. Kwa hiyo hii 1.250 ndio nitaweka staff kwenda kuitafuta huku ukutani. Leta staff huku. Ndio na staff huku. Kwa hiyo hii 1.251 mita nitaweka staff hapa, then nitaitafuta huku. Nitakapoenda kuipata nitachora maki
chini ya huo mstari. Naomba niweke pale kwenye pembe pale, kwenye pembe pale. Niweke kwenye pembe pale. Kwa hiyo nitakachofanya ni kama hivyo. Hii 1.25 mita ndio nitakayotafuta kwenye kifaa changu, then nitaweka mark. Sogea kushoto. Nione staff. Sogea hivi, kalia huku. Huku niangalie mimi, kalia huku. Hapo. Shusha chini kidogo. Chini, shusha chini. 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 Pandisha juu. Juu. Juu tena kidogo. Juu tena kidogo. Tena kidogo. Hapo hapo. Nitakapoenda kuipata hiyo 1.25 mita ambayo imetoka kuicalculate hapo, baada ya kuisoma kwenye hichi kifaa, chini ya hiyo staff ndio nitakapoenda kuweka hiyo alama. Hapa penyewe tuelewane vizuri. Hiyo alama siweki pale ambapo kuna 1.25 mita nilivyosoma kwenye staff. Nitaweka chini ya hiyo staff. Then nitasogea mbele nitasoma tena hiyo staff reading ambayo nimecalculate ya 1.25 mita kwa kuweka staff yangu kutana kuitafuta kwenye staff. Nitakaposoma nitaweka tena alama chini ya hiyo staff afu tutaunganisha hizo pointi mbili kuja kupata huo mstari kama jinsi ambavyo unavyoonekana. Kwa hiyo kwa kutumia hizo procedure nitakuwa nimeipata hiyo level line, na baada ya hapo nitakuwa natumia distance ya 100 kwenye kuseti level zangu zingine zote. Kwa hiyo kupitia hiyo level line nitakuwa nishajua urefu wa flow, kama kutokea kwenye flow mpaka kufika kwenye level line ni 100. Kwa hiyo kama dirisha ilikuwa inatakiwa likie kwenye urefu wa 200, mimi nitapima 100 kutokea kwenye level line mpaka kufika kwenye urefu wa dirisha, ambao nikijumlisha zote nitapata 200. Kwa hiyo nitakuwa nachukua hizo reference kwenye vipimo vyote vya urefu.